Yani waje watu wangu, ni Daddy Haniel hapa. Karibuni tena katika episode nyingine. Na leo niko na Badman Mido. Waje man. Niko fiti. Niko best. Zama days. Alhamdulillah, madezi niko sawa tu. Niko relax, kutulia. Bro, na usi umepotea. Nialia maisha kutafuta. Mshikiki. Pesa muhimu mwanangu. Lazima utafute maokoto. Kuishi mjini. Tupe na sisi. Wakati nitasimama mbunge nitakuwa tukigawanya. Mashallah. Unataka kusimama? Nataka kusimama mbunge. Okay. So Badman Mido, karibu sana manze, tumekutafuta. Mashallah leo umefika, tunashukuru sana. Asante sana. Maisha yanakupelekaje? Maisha ni kung'ang'ana. Lazima tung'ang'ane man. Ndugu yangu, sasa niko na maswali hapa. Watu wamenisumbua sana. Kwanza, sisi tunakujua kama Badman Mido. Kweli. Majina yako kamili ni nani? David Omido. So hii Badman Mido ilikujaje? Badman Mido mimi naweza sema mimi najua hiyo Badman Mido mimi mwenyewe ni kama Badman. Vitendo vangu ni kama vile Badman. Ndio maana ikabidi nikabandika director, nilikuwa na director na alinipatia Badman Mido. Vile vitu kwamba unazonafanya hizi kwenye hii maisha. Kuna vituko za ajabu sije? Vituko vya ajabu basi. Maanisha wewe kucheza na mtoto ni ni kama kunusa tu. Kunusa, mafuta na maji. Okay. Na wewe ni mzaliwa wa Mombasa ama ulikuja Mombasa na gari ama? Mimi ni mzaliwa wa Mombasa. Nilizaliwa pale Coast General. Ndio mimi nilizaliwa hapo. Okay. Na nyumbani kwenye sasa ni wapi? Nyumbani wajua ni mambo mengi. Ni wazazi kidogo waliachana, separate. Sasa ndio maana kabla, lakini mimi mamangu mzazi mwenyewe ni Mkikuyu. Na baba? Baba ni Mbaluya. So wewe ni half caste? Mimi ni half caste. Na wote wako ama? Wote wako hai. Lakini ile tu maisha yao waliachana. Unajua mzazi wakiachana usitaki kujua. Actually. Wewe kidogo ucheza utajulia mbele maisha. Okay. Na sasa wewe unaishi na mama ama unaishi na baba? Mimi naishi na mama. Na baba pia bado yuko? Baba yuko. Na wao mnaonana, mnaongea? Na simu, tutakomunicate na simu. Na hiyo yuko huko Mombasa ama yeye alienda nyumbani? Mombasa. Okay. Pirika za maisha kama vile pia na wake. Okay. Na kwa sasa Mido, wewe unadili na nini sasa? Ni nini unafanya kujikimu kimaisha? Mimi Mungu alinijalia nafanya kazi Mombasa County. Okay. Hivyo Mungu alinijalia. Sasa hapo ndo kidogo natafuta riziki yangu. Wewe umeajiriwa na Mombasa County? Ni vizuri. Wow. Kwa hivyo wewe ni bosi? Si bosi kidogo maisha, si bosi nilikuwa natembea na gari. Nilikuwa natembea na gari ndo bosi. Si mabosi wote wanatembea na gari. Kuna wale ambao wataki kujionyesha kwamba ni mabosi. Naona tu wajaribu kunipandisha kidogo level, alhamdulillah. Vile nafahamu. Na sasa turudi kwa masomo. Masomo umesomea wapi? Mimi masomo kwanza primary mimi nilisomea Makande. Alafu nikamaliza high school kasoma Bububu. Okay. Bububu kwa wapi? Likoni kule. Karibu na Navy Barracks hapo tu. Okay. Alright. University college? Nilitoka Bububu form 4 nika CTC. Yenye kwa hapa Baxter sasa sidhani kama wako. Nilisomea mechanic mimi. Degree mechanic ya degree. Okay. Mechanic and degree. Ama degree ya mechanic. Degree ya mechanic. Okay. Yaani vizuri. Na so Mombasa County uliingiaje? Unajua vijana wengi wanateseka kutafuta kazi, ndugu yangu anasema venye kupata hizo opportunity yenyewe uingie Mombasa County ngumu. Wewe uko na connection ama? Mimi kueleza naweza jieleza. Mimi bana naweza sema niliandikwa na siasa. Unajua Mombasa hii lazima ufanye siasa ndo ujulikane. Sasa nilitoka kazi kwa sababu ya siasa. Wewe kwa mtandao na kuona ni kama siasa iko kwa damu. Siasa mimi nataka kusimama mbunge sasa hivi. Lakini sisi nitasimama eneo gani Mombasa hii? Lakini niko na roho ya kusimama mbunge ndani ya Mombasa hii. Hiyo ni baba miaka mingapi?
2032 Mwenyezi Mungu akinijalia nikifika, mimi naona nitasimama. Vision 2032. Vision 2032. Wow. Nitasimama mbunge. Tunakufuata unyonya tukuachi. Kweli. Alright. Maybe ni mwanasiasa yupi alikufurahisha ndo ukakuwa na hiyo ninio ya tamaa ya kuwa mwanasiasa, ama ni nini na kufanya ukuwe na hiyo tamaa ya kuwa mwanasiasa? Ona, mimi kwenye maisha yangu ama kwenye familia yetu kuna wanasiasa kama ngoli yangu sahihi anasimama 27 Nyeri Othaya, anasimama mbunge chama na DCP. Sasa alinitia moyo pia mimi, aliniambia mazee, hakuna kitu ambacho haiwezekani kwenye hii dunia. Nikaona pia hiyo mkweli, pia alinifundisha pia. Sasa nikabidi pia mimi kuona hiyo roho kama yake a politician. Wow. Sasa nikabidi pia mimi nitajaribu. So sasa iko kwa damu, hiyo kitu ambayo iko kwa familia. Na kwa familia. Okay. That's good. Na unajua tunaangalia pale mtandao pale vituko venye unafanya, na wewe ni badman kweli. Alafu kuna post nyingine hapo ni post niliona mwanzo mademu alikuchangamkia. Mimi nilikuwa najaribu kumaanisha. Mimi kuna hizo video zangu kwenye mitandao. Mimi kwanza nimeshachitiwa sana na wanawake. Ndio imekuwa break sana na wanawake. Wanakula pesa, namwambia hivi na kupeleka hivi. Sasa ndio maana nikakuwa na hasira. Kabidi nianze kuwatukana kwenye mitandao. Kwa saizi una date ama kuna bibi ama? Kwa saizi sema kama na date. Bado kidogo nafanya ile ujana wangu polepole. Lazima kidogo naangalia ni huyu ama si huyu. Lakini nitakujaambia kwenye mitandao kama na date. Bado siamua. Bado hujaamua. Kidogo nachuja. Sasa mambo yao bado umeweka kando kidogo. Kwanza focus na pesa. Pesa ndio muhimu. Okay. Sawa sawa. So Omido, maeneo unasema unaishi mtaa gani? Mimi naishi Makande Makupa, Jomo Kenyatta Flats. Okay. Unakaa hapo. Na ukifanya hizo mambo zako za social media, wale mzee, first of all, mama huwa anakuchukulia jamaa, anakuambia nini? Mama amependa kenye unafanya kwa social media? Mimi naweza sema, lakini hii mazee, nawaomba mazee, wazazi, shikeni watoto wenu vizuri. Mimi mzazi wangu afurahi nikifanya hizi vitu kwenye mitandao, lakini inamuonyesha inawezekana kwenye hii maisha. Unajua mzazi, mimi wazazi wangu wanapenda mtoto wao kuingia kwa mitandao, lakini mimi mzazi wangu binafsi hataki hizi vitu mambo mitandao, lakini mimi namuonyesha niko na moyo, wacha nifanye hii, ndio baadaye nikijulikana nitakuja saidia kwenye hiyo familia. Kwa nini mama hataki ufanye hizo mambo hizo vitu? Kwa sababu wajua mama pia kuna mtu wa dini sana mamangu. Sasa ndio maana yeye hapendi hizi vitu kunijionyeshe kwenye mitandao. Yuona kama naweza kidnapia. So unajua ni Kenya hii. Waweza labda umefanya makosa, umetukana na mwanasiasa, ukachukuliwa, labda ukapotezwa. So okay. Badman Mido. Ni vitu venye unafanya ndio hataki ama hataki uonekane kwenye social media? Hataki nionekane kwenye social media. Okay. Ni mtu ambaye ni mtu wa dini sana. Mamangu mzazi. Ya kutoa anataka kuwa na private life yako. Private life. Okay. Lakini mimi siwezi kubali hivyo. Mimi nataka iwe public. Kwa hivyo hapo kwa nyumba ni kasumba sasa. Ni kasumba sana kwa nyumba. Mama. Okay. Mama tusiwa support video, naomba sana. Na kwa ile mtaa unaoishi ukifanya zile video zako, watu nao wanakuambia nini? Watu wengi kwenye mtaa yangu wananiambia huwezi toka. Lakini mimi niko na imani, nawaambia angalia, leo mnaniambia hivi, lakini ile siku nikija kutoka mtanitafuta tu, bado mniimbe. Sio watu wengi ambao wanafurahia kazi yako kwenye mitandao. Watu wengine watakwambia hivi, mwingine anakuambia hivi, mara mwingine anakuambia siku hizi umeanza kuwa shoga. Unaona kuna kila maneno ya mtu anakuambia. Na unafikiria hizo vitu venye unaninoga kwenye mtandao ziko na elimu ndani yake ama Mimi ukinisikiza vizuri, kama hizo vitu ambavyo unafanya kwenye mitandao ama ukinifuatilizia, mimi ni mtu ambaye kuna message natuma. Unajua message lazima utume yenye inaelimisha watu. Okay. Alright. So nini huwa unajaribu kuambia watu kwenye mtandao? Mafunzo gani? Kweli swali nzuri hiyo. Kwa hiyo mitandao yangu mimi nikifanya, aga kwanza mimi nimekueleza tangu kitambo,
mimi nimechitiwa. Sasa ndio maana naja kuambia vijana wenzangu ama jenzi wenzangu wasitumie sana pesa kwa wanawake. Afadhali utumie pesa kwa mzazi wako kuliko kumpatia msichana. Shaona? Utabekiwa sasa uanze kuongea peke yako uonekane chizi sababu wewe mwanamke. Lakini maisha focus, nenda mbio na maisha, tafuta pesa. Sasa Badman Mido umesema kwamba Vision 2032 unataka kusimama ubunge. Ndio kusimama ubunge, kwanza napatia time yao ni kwa kiti. Alafu Gen Z mimi kijana mwepesi Badman Mido. Vision 2032 nitasimama ubunge. Na maybe katika hiyo ndoto yako ya kusimama ubunge, maybe ni kiongozi yupi ama mbunge yupi ambaye utendakazi yake huwa imekufurahisha ndio maana inakupatia motisha ya kuwa mbunge wewe pia? Mimi mazee kwa upande wa kusema mbunge ambao umenifurahisha mimi, Peter Silasia, mbunge wa Busia. Silasia mmoja. Wewe mmoja. Kazi yake anafanya mashallah. Amenitia moyo pia mimi naweza simama mbunge. Alright. Na ukipitia kazi za Salasa ni kijana mchapakazi. Ni kijana mchapakazi. Mwanaume ngangari yule. Okay, na tukirudi upande wa Mombasa because kura yako ni Mombasa. Kwanza uko kadi? Mimi niko kadi. Na kadi ni Jamo. Hakuna kadi nyingine, kadi ni Jamo. Au sio? Na nielewa nikimaanisha hivyo, unajua kadi ni Jamo, unanielewa. Nakuelewa kabisa. Okay. So kwa wale wabunge ambao wamekuwa Mombasa, tuseme kuanzia kwa Mheshimiwa Najib Balala wakati wake wa ubunge, tukakuja kwa Abdul Swamad, sasa tuko na Mohamed Machele. Ni yupi ambaye kazi yake imekupenda sana mpaka yani ukiangalia zile kazi ambazo amefanya unasema mimi pia nikikuwa mbunge nataka nichape kazi kama mbunge fulani? Mimi wakati wa Najib Balala alifanya kazi. Lakini katika wabunge wote Abdul Swamad amepiga kazi. Kazi tunaitenda na bado. Sasa unajua ile jambo ukisikia hivyo ujue hata akiwa mbeleni pia anaweza fanya hivyo na bado kazi yake. Lakini mbunge ambaye uko sahihi sijafurahia kazi ambayo wafanya. Sababu tukiangalia sana pande wa Mvita vijana wengi sana hawana makazi. Na opportunities wanapewa sijui unazipeleka wapi. Kuna bandari yetu vijana hawana kazi. Kuna Kengen, kuna kampuni zote parastato ndani ya Mombasa. Yana hata mmoja atakusema mbunge wetu aweze tufaitia kijana hata apate kazi ndani hizo parastato lenye ziko Mvita. Waweza. Na hapa Mombasa sinasikia wanaangaliaga ngozi nyeupe. Kusema kweli ile jambo menigusa pia mimi na inabidi nitaongelea. Kweli Mombasa hii Waarabu ndio wamekuwa mstari wa mbele. Mimi ngozi nyeusi unaniona lazima kidogo nitumike. Nifanye kelele matusi ndio kidogo upewe kazi. Kama utoi matusi upewe kazi. Lakini Mswahili atoi matusi na kina anapewa kazi bado. So mimi naona muda umetupatia kisogo na pia bado tuko na wageni wengi wa kufanya interview nao. Tutaikatisha kwa sasa. So tukimalizia muda, nini unaweza kuambia mafani wako? Mimi bana Badman Mido, mafanzi zangu naomba jamaa ni supportini kidogo angalau pia nijulikane. Alafu pia natuma message pia kwa haters. Mimi 18 lakini kuna siku tu Mwenyezi Mungu atanionekania. Nitakuja kuwasaidia tu nyinyi haters wangu. Mazee siku zote mtu akitaka kufanya jambo msupportini, msimpinge. Sawa mazee, mafansa asanteni wenye mnanisupport. Mungu awabariki sana mazee. Na wapi wa handout zako pia? Mimi IG Badman Mido, Facebook Badman Mido, TikTok Badman Mido. Alafu pia kwenye YouTube pale ndani ya Ricky TV. Pia mimi ni comedian. Kila mahali mimi niko politician na comedian. Kila mahali tuko. Asante sana. Wapenzi watazamaji, asanteni sana. Tukutane tena katika episode ijayo. Shukran.